Hapa kuna maelezo na tafsiri ya sura ya Yunus, sura ya 10 katika Qur'ani tukufu kwa Kiswahili. Sura hii inaitwa Yunus, Yona au Yunusi, kwa sababu inamtaja Nabii Yunus alayhisalam katika baadhi ya aya, ingawa si hadithi yake kuu. Ni sura ya Makia, imeshuka Makka, ina aya ya 9 na inazingatia mada kuu kama umoja wa Mwenyezi Mungu, tauhid, dalili za uumbaji, mbingu, ardhi, jua, mwezi, mchana na usiku, ujumbe wa Mtume Muhammad alayhisalam na kukataliwa kwake na makafiri, hadithi za manabii wa zamani na adhabu kwa waliokufuru, ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waumini, janna na adhabu kwa makafiri, umuhimu wa kutafakari na kutubu. Mukhtasari wa maudhui kuu, maana na tafsiri mfupi kwa Kiswahili. Aya ya 9 inaanza na Alif Lam Ra. Hizi ni aya za kitabu chenye hikima. Je, watu wanaona ajabu kwamba Mwenyezi Mungu amemfunulia mtu mmoja wao, mtume, ili awaonye na kuwabashiri waumini? Makafiri wanasema ni uchawi wazi. Aya 36, Mwenyezi Mungu ndiye muumba mbingu na ardhi kwa siku 6, kisha akatulia kwenye arshi, anaendesha mambo yote, hakuna shafii isipokuwa kwa idhini yake. Jua ni chanzo cha nuru na joto, mwezi ni nuru. Hii ni dalili kwa watu wenye akili ili wahesabu miaka na wakati. Aya 10, wale wasioamini hukutana na Mwenyezi Mungu, wataadhibiwa. Waumini wanaotenda mema wataingia peponi, mito itapita chini yao, wataomba subhanaka Allahumma, wataamkiwa salam, na mwisho alhamdulillahi rabbil alamin. Aya 28, watu wanaomba wakati wa shida kama baharini au dhoruba, lakini wanaposalimika wanasahau na kurudi kwenye shirki. Hii ni mfano wa maisha ya dunia, kama maji yanayotulia, mazao yanayokuwa kisha yanakauka. Aya 9, hadithi ya Firauni alipokufa baharini, akasema naamini kwamba hakuna Mungu ila yule aliyeaminiwa na wana wa Israeli, lakini imechelewa. Leo tunaokoa mwili wake kama alama kwa watu wengine. Aya 940, inashukurikwa bana shukri wasiri ya yali tuliyokuletea. Waulize wanaosoma kitabu Taurati na Injili kabla yako. Ukweli wa Qur'ani unathibitishwa na vitabu vilivyotangulia. Aya ya 9 Yasin, mwisho wa sura. Mtume anahimizwa kufuata wahi, asubiri hata Mwenyezi Mungu ahukumu. Yeye ndiye mhukumu bora, hakuna kulazimishwa katika dini. Yule anayeongoka anajifaidisha mwenyewe, na yule anayepotea anajidhuru mwenyewe. Kwa tafsiri kamili ya aya kwa aya kwa Kiswahili, tarjuma na maelezo mafupi, unaweza kusoma moja kwa moja hapa, mojawapo ya vyanzo vizuri na sahihi.